Mjomba, kamte Kenya. Weye. Weye. Nani? Nazungumza na weye bwana mdogo. Zima mziki huo. Hebu zima mziki huo. Nani kakuruhusu ingie na redio hapa Selo? Huna adabu kiasi gani bwana mdogo? Karambushi kilitimba kishundu cha mbilikimo we. Waja na matatizo, wataka kujiongeza matatizo mengine. Sasa hiyo redio waingia nayo vipi? Waifyatika wapi? Mbona umeingia hapa tumekufunga kida? Ni kweli mlinifunga kida, lakini redio nilifyatika kwenye kishundu na nimefanikiwa kupenya nayo. Wherever I go, wherever kweli. Nikadownload application ya Teacher Zungu hapa nijifunze Kiingereza kwa Kiswahili. Nikadownload Play Store kwa sababu hiki Kiingereza sio sahihi kabisa. Wherever I go. Ni wherever I go. Kumbe unajua Kiingereza. Wherever I go with my radio. Na lazima niende na radio yangu. Mimi ni mwanamuziki. Siwezi kuiacha popote pale kambi tu. Hata kama ni kituo cha polisi mimi nachapa singeli 24 hours. Sasa sikiliza wewe, mwenye kichwa kama kidonge cha minyoo. Hiki ni kituo cha polisi. Na si hatuko tayari hata kidogo kufukuzwa kazi ama kushushwa vyeo kwa sababu yako ya mpuuzi mmoja. Hiyo redio hapa hairuhusiwi. Na hautakiwi kabisa kuimba wimbo wowote hapa ndani. Hapa ni kilio tu. Umeletwa Selo kwa sababu ya adhabu na sio kuja kufurahi. Lete hiyo redio. Radio shitoi comrade. Yaani ni bora unitoe mashikio au uchukue kipande cha chupa unyoe masharubu yangu, lakini redio siwezi kutoa. Yaani katika vitu ambavyo napenda mimi ni redio. Wherever I go lazima niende na redio. Redio haitoki mjomba. Bwana mdogo, kama kituo cha polisi ni cha bibio, hiyo redio utabaki nayo. Lakini la kama kituo cha polisi si cha bibio, basi hiyo radio utanipatia niondoke nayo. Radio waitoa huitoi? Mwanangu mimi nishakuelekeza kwamba radio shitoi. I'm asking you for the last time bwana mdogo. Na kuuliza tena mara ya mwisho. Radio watoa ama hutoi? Nachanganya. Mimi radio shitoi. Afande Ngunga. Halo. Niletee kilungu cheusi nimuonyeshe ya mwana huyu. Radio natoa afande. Shua ini Kanga Rubeta na Omadi. Haya lete hiyo redio mara moja. Haya sawa. Mariamu we. Karibu sana mzee. Asante sana afande. Sijui nianze kujitambulisha. Kiufupi mimi naitwa bwana Hasani Hamdala Kibino. Mimi ndiye niliyegongondwa vibaya mno na kijana ambaye ameletwa hapa kituoni. Kwanza nilitaka kuuliza nani mkuu wa kituo hapa? Samahani lakini mie naitwa Afande Ngunga, ndiye jemedali mkuu wa hiki kituo. Ko? Jamani, hungilalimu. Wewe ndio mkuu wa hiki kituo kweli? Lo, kumbe hili ni rifurushi mdweko kweli kweli, lina haki lipigwe. We mzee, yuaweza kuzungumza na mie bila kucheka? Siwezi kwa kweli. Huu ni ugonjwa. Nimerithi kutoka kwa babu yangu, mzabibi yangu, mzee Kibinu. Siwezi kuzungumza bila kucheka. Nimekuuliza tu kwa wema. Wewe ndiye mkuu wa hiki kituo kweli? Ala, kwani yuanionaje mzee? Mie ndo jemedali hapa, mkuu wa hiki kituo. Tena mafunzo mmekula Cuba mmefuzu. Usinichukulie poa mzee. Aise, ukistaajabu ya Musa utayaona ya Kifirandindi. Sasa mkuu gani wa kituo jemedali? Domo unalegeza namna hiyo. Mbona umelegeza domo? Alo, hizo ni dharau sasa. Utarudi ulikotoka huku ukitembelea vidole. Afande Kwicho? Yes afande. Hebu njoo itoe hii takataka tumbo mkubwa huyu. Samahani afande. Samahani sana mkuu. Ni utani tu. Unajua tena sisi watu wa vijijini tunapenda utani. Samahani, nilikuwa naomba bwana nizungumze na mtoto wangu. Yule ambaye amenifanyia tukio la kunigongonda vibaya mno. Ni mtoto wangu niliyemzaa mwenyewe kabisa. Anaitwa Bakari. Japo huku mjini wanamuita Shemtoi. Nilikuwa naomba nimpe msamaha wangu na yeye anisamehe kwa kitendo ambacho kimetokea kwa kweli, alafu nifanye namna ya kumtoa hapa jamani. Naombeni kwa kweli. Sasa ungekuja hivyo mwanzoni kwa ustaarabu, mbona tungeelewana? Lakini wewe umekuja hapa unazungumzia domo na ulegevu wangu. Usimwangalie mtu, usimpimie kwa kuangalia domo,
Ulegevu wa domo si ulegevu wa misuri. Umenielewa? Samahani comrade. Ndio maana nimetanguliza samahani. Naomba unisamehe mkubwa wangu kwa sababu mdomo au ulimi hauna mfupa. Nimeteleza tu kidogo. Lakini ukiangalia kwa makini kweli Lomodia hona. Nalegeza domo ili bwana. Lomodia hona ndio. Samahani bwana, naomba nionane na mwanangu. Bwa mzee, heshima ni kitu cha bure, tuheshimiane. Mimi mstaarabu kweli. Ingekuwa mtu mwingine angeshakurukia kichwa we. Basi sasa comrade, ndio maana nimekwambia samahani. Samahani yameisha, siji kurudia tena kukuita Lomodia hona. Lomodia hona ndio. Samahani, sirudi tena. Naomba unikutanishe na mwanangu. Nimuone mwanangu alafu mnipe utaratibu wa kumtoa hapa kituoni. Afande Kwicho. Yes, afande. Njoo umpeleke kwa mwanae huyo. Yaani mimi ugonjwa wangu kipara kwa kweli. Ugonjwa wangu ni kipara, nishaligundua. Nikionaga mwanaume mwenye upara na changa nikiwa na vurugwa kabisa. Kwanza sipati picha hiyo miunguzo yake usiku kitandani na mwanaume mwenye upara kama wewe. We baba, mimi nakutaka. Hasa wewe Bikachala, unanitaka vipi mie kipala? Unanitaka vipi hali ya kuwa wewe ni mke wa mtu? Wewe si mke wa mtu bwana. Nasoro, mimi sio mke wa mtu. Unanikosea sana ujue unavyosema hivyo. Nimelipia kila kitu kwa yule mwanaume. Na hudumia yule mwanaume. Nimelipa mahali mimi ya kunioa yeye. Nimemlipia mahali. Pale ndani kila anachokula, anachovaa ni kwa pesa yangu mimi. Sasa mimi naomba useme kwamba yule mwanaume wangu ndio mume wa mtu, lakini mimi sio mke wa mtu. Nina uwezo wa kuwa na wanaume hata 5 na asifanye chochote kile. Hana sauti mbele yangu. Nasoro, mimi nakutaka kipala wewe. Bwana we Bikachala, mke wa mtu ni sumu bwana. Nsije mimi nikafanywa matukio ya ajabu, nikafilimbwa ulembe mchana kweupe kwa sababu ya mke wa mtu. Mimi mwenzako kweli nimekupenda Bikachala kwa kweli. Mimi mwenzako toka kitambo. Nilikuwa natamani sana kuwa na mwanamke kama wewe, mwenye fedha zake, mwanamke anayejituma, mpambanaji. Lakini sasa naogopa wanawake za watu Bikachala. Ni kweli unachokisema kwamba huyo bwana hata ukiwa na mimi hawezi kuniletea unyambisi? Niamini mimi Nasoro, yule mwanaume yuko hapa kiganjani kwangu. Akifanya fyoko nikimwambia tulia, anatulia muda huo. Hawezi kufanya chochote. Hawezi kukufanyia unyambisi wa aina yoyote ile. Mimi inakutaka. Na wewe hiyo rangi, angalia rangi yako jamani. You are so amazing wewe mwanaume. Mimi umenivutia kwa kweli. Niko radhi yule nimfukuze leo hii nyumbani kwangu aondoke. Lakini wewe ndio utakuwa mwanaume wangu. Unanichanganya wewe baba. Sijui ulikuwa wapi. Ulikuwa wapi Nasoro? Bikachala, mimi mbona nipo tu siku zote mwenzangu. Nipo, lakini huko barabarani kuniona ni kazi. Hadi utembelee kwenye kumbi za starehe kama hizi. Tunajua tena mimi mzee wa bia. Lazima kila siku nipate kidogo. Cheko lako Nasoro, yani unavocheka tu mimi mwenzako umenimaliza. Look your headache. Angalia kichwa chako kilivyokuwa kizuri. Upara. Jamani we baba, utaniumiza mimi mwenzako. Utaniua mwaka huu nakwambia. Nakupenda we baba. Hata mimi nakupenda sana Bikachala. Agiza chochote Nasoro, mimi nitalipa. Pesa ipo hapa, usiwe na wasiwasi. Mhudumu, nakuja. Hebu tupe mzinga mkubwa wa Hennessy. Huyu bibi ni malaya. Tena ni malaya kupitiliza. Na Kitundu nilishamwambia mara kadhaa kwamba huyu bibi ni malaya, hata kupeleka pabaya, lakini hataki kuniamini. Sasa ngoja nikamuite leo aje ashuhudie mwenyewe kwa macho yake mawili. Shenzi mkubwa. Ngoja nikamuite.